Tunaposema vinasaba vya binadamu ama human DNA, ndio kwa lugha nyepesi ama lugha ya kirahisi ni kwamba hivi ni chembechembe asili ambazo hizi chembechembe asili zinapatikana baada ya muunganiko kutoka kwa baba kwa maana mbegu na mama kwa maana yai. Kwa maana muunganiko huu unapotokea kati ya mbegu na yai, kwa maana kutoka mwanaume na mwanamke, huwa unatengeneza seti kamili. Tunasema mkamilifu wa taarifa zote kutoka kwa baba na zile za kutoka kwa mama. Kila mtu ana DNA ambayo ni matokeo ya muunganiko kutoka kwa mzazi baba na mzazi ambaye ni mama. Sasa baada ya huu muunganiko katika kitu tunaita seli kibiolojia au biolojia rahisi tunasema seli ni kama kisayansi tunasema ni basic unit of life. Ni kitu ambacho ndio kama kitu cha msingi cha kuanzisha maisha. Ile seli inakuwa kamili na inakuwa baada ya muunganiko kutoka baba na mama. Na baada ya seli sasa zinapozalishwa kwa wingi ndo zinatengeneza vitu tunaita tissue, ambazo hizi tissue zote kwa pamoja zitakuwa nyingi, zitatengeneza organ zitakuja kutengeneza living system hizi systems za ambazo tunaziita ni mifumo mbalimbali ya kiumbe kinachomfanya huyu sasa kiumbe kuja kuwa kiumbe kamili. Hii mifumo yote inategemeana. Na ninachomaanisha hapa ni kwamba DNA inaanzia kwenye unit ndogo mpaka kuja kutengeneza kiumbe hai mzima mwishoni. Kwa hiyo hivi vinasaba vipo katika mwili wa binadamu, katika maeneo yote ya mwili wa binadamu. Na vinasaba vinaweza kupatikana kutegemeana na aina ya uchunguzi unaotakiwa kufanyika na tukio ambalo linatakiwa kufanyika. Na hivi vinasaba kwa huyo mtu, haijalishi umechukua sehemu gani ya mwili, taarifa zake ni zile zile. Kwa maana ukichukua sampuli ya nywele, ukichukua sampuli ya kama ni jasho umetumia, kama ni sampuli ya damu, au umechukua sehemu ya mate, mfupa, nyama, vyote hivi vitakupa taarifa kamili ya vinasaba vya mtu huyo. Isipokuwa vinasaba vya mtu mmoja havilingani na mtu mwingine. Ndio. Ule mpangilio wa vinasaba baina ya mtu mmoja na mtu mwingine, hata katika familia moja kwa watoto unatofautiana. Kwa hiyo sasa, kwa ufahamu huu au kwa teknolojia hii tunaitumia kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali kwenye jamii. Kwa maana kama tunaufahamu kwamba vinasaba vya mtu mmoja havifanani na mtu mwingine, maana yake taarifa hiyo ya vinasaba ikipatikana katika eneo ambalo labda kumefanyika tukio, basi maana yake huyu mtu moja kwa moja atakuwa na kesi ya kujibu kwa nini taarifa zake zimeonekana eneo hilo. Ndio. Uchunguzi huu wa vinasaba unatumika sio tu kwenye upande wa kijamii kutatua matatizo mbalimbali, lakini pia inatumika kwenye masuala ya kipelelezi kutokana na uhalifu unaofanyika. Uchunguzi wa vinasaba katika matukio ya ubakaji, taarifa hizi za vinasaba zinaweza kutuongoza sisi kutambua nani alihusika kubaka au kina nani walihusika kufanya ubakaji. Ndio. Taarifa hizi za vinasaba zinaweza kutusaidia sisi kutambua nani alihusika kwenye shambulio la kutumia silaha. Nani pia alihusika kwenye mauaji. Yote haya tunaweza kuyatambua kupitia uchunguzi huu wa vinasaba, kwa kuwa na hiyo taarifa ambayo nimekueleza awali kwamba inatofautisha taarifa moja na mtu mwingine. Ama sisi kama binadamu tunatofautiana mpangilio ule wa vinasaba kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa ile sisi ni sehemu ya msingi tunapopata taarifa ya DNA ya kuhusiana na mtu katika eneo, maana yake tayari tunakuwa na uwezo wa kujua ni kina nani au nani amehusika kwenye tukio. Hata kama ni eneo limetumika kwa ajili ya uhalifu, mtu ameacha hata kile kichungi cha sigara, basi mnaweza kusema kwamba hapa tunaweza tukapata nani alikuwa anatumia na tukajua nani ni mhusika.